Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Ndugu zangu, kuna hili jambo ambalo limekuwa likiendelea. Nafikiri limekuwa mingi, lakini mimi nimeona zaidi mkoa wa Iringa, hususan wakati wa swala au ibada ya swala katika uwanja wa Samora. Tabia ya kutoka mara baada ya swala ya Eid kumalizika imekuwa kubwa sana. Watu hawasikilizi hutuba mara baada ya swala Eid. Mtu wakati mwingine unakuta amechelewa kabisa kuingia katika uwanja ambao au eneo ambalo limekusudiwa kwa ajili ya swala ya Eid, lakini cha kushangaza au cha kusikitisha ni kwamba mara inapotolewa salamu unakuta watu wanatawanyika, hawataki kabisa kusikiliza ile hutuba mara baada ya swala Eid. Hili limeonekana mara nyingi, miaka mingi, na hususan katika uwanja wa Samora. Sasa nawauliza hawa ambao wameingia kwa kuchelewa wakati mwingine na wanawahi kuondoka kabla ya hotuba haijamalizika, wana mpango gani au wametoa wapi utaratibu huu? Wengine hawaondoki ila wanasogea pembeni na kuendeleza stori zao. Utapata vipi ujumbe wa Eid endapo utakuwa umeondoka, umekwenda mbali, haupo jirani na eneo la tukio? Siku moja kabla ya siku ya Eid, nakumbuka katika msikiti wa Mshindo, Sheikh Muhibu Ali Sengo alisimama na kuzungumza masuala kadhaa, lakini mojawapo akawakumbusha waumini umuhimu wa kusubiri mara baada ya kumalizika ibada ya swala ya Eid, umuhimu wa kusubiri kwa kusikiliza hutuba ambazo huwa zinafuata au ambayo huwa inafuata mara baada ya swala ya Eid, na akasisitiza sana. Je, wangapi iliwafikia habari ile? Huenda wale waliokuwepo pale, lakini wingi wa watu ndo kama hivyo unavyoona. Swala imekwisha, khatibu anaendelea, kadhi anazungumza mambo makubwa kabisa, ujumbe mzito kabisa. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Ya Allah, ndugu zangu katika imani, kwa mara nyingine tena ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha ambao watu walipaswa kuuchukua. Amezungumzia masuala ya amani, ya ikhtilafu mbalimbali za wanazuoni kuhusiana na mwezi wa mwandamo wa kimataifa na mwandamo wa kitaifa. Amezungumza masuala ya kiuchaguzi na nini. Unakwenda kiwanjani, baada ya swala unaondoka, ule ujumbe umfikie nani kama si wewe ambaye unaondoka? Hii ni haki ya kila mtu kuchagua na kuchaguliwa. Kila ambaye anadhani kwamba anayo fursa, anayo vigezo vya kugombea nafasi yoyote ile, basi atumie haki yake ya msingi ya kikatiba. Kwa hiyo nawahusia tuache hii tabia, sio nzuri hata kidogo. Lakini nigeuke pia kwa maimamu na mashehe wa misikiti mbalimbali. Hili jambo sasa mlizungumze kwa kauli ngumu, pengine litasikika. Limekuwa kidonda ndugu kabisa ambacho sasa kimefikia hatua ya kuoza na kinanuka. Kwa hiyo ifike mahali mzungumze kwa kauli nzito, muwakumbushe hawa binadamu kwamba mara baada ya swala Eid wanapaswa wasubiri hutuba ili waweze kuondoka na ujumbe. Kama hujapokea ule ujumbe, basi umekwenda kufanya nini? Nafikiri kuna haja au umuhimu wa jambo hili kufuatiliwa kwa kina kabisa. Najua kauli hii haitowafurahisha wengi, lakini nimefikisha na Allah ni shahidi. Jina langu ni Shaaban Munyikayoka Mwanaupwa. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak.